25, taasisi ya Imam Zainul Abidin Taiza iliyopo mkoa wa Tabora imetimiza mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo iliyopo chini ya mwenyekiti wake Suleiman Dennis Onesmo. Katika maadhimisho ya siku hiyo muhimu, taasisi hiyo imegawa bima 800 kwa makundi mbalimbali ikiwemo wajane, lakini pia wazee na watu wasiojiweza. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika ukumbi wa Citizen mjini Tabora, maadhimisho hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali na viongozi wa dini. Ndugu zangu, kwanza mimi niipongeze taasisi ya Imam Zainul Abidin pamoja na viongozi hawa wakiongozwa na mwenyekiti wa taasisi hii. Niwapongeze kwanza kwa kuanza na bima. Ndugu zangu, bima hizi ambazo zitatolewa leo zitakuwa na manufaa kubwa kwenye jamii yetu. Sasa hizi serikali imekuwa inabadilisha sera kwamba kila mwananchi kuanzia level ya chini mpaka level ya kati mpaka ya juu ni lazima uwe na bima kwa ajili ya kupata matibabu. Na taasisi imeliona hilo jambo na leo wanatoa bima 800, lakini zilizokuwa tayari ni 517. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa makundi haya ambao watagaiwa. Kitu cha pili ni waasi watakaopata bima hizi. Bima hizi nendeni mkazitumie pale ambapo unapata ugonjwa, uende ukatibiwe. Usipata kama uragai, labda haumi wewe mlengwa, lakini ukaenda hospitali, ukaenda kwenye zahanati, ukaenda ukasema unaumwa, kumbe unaenda mchukulia dawa mtu mwingine. Utagundulika na haitapendeza na bima yako itafungiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ni waasi, bima hizi tuzitumie pale ambapo umeugua ili uende ukapate matibabu. Lakini usiende ukamchukulia dawa mtu mwingine ambaye labda unaye nyumbani au jirani yako ama mtu mwingine. Utagundulika na itafungiwa bima yako, haitatumika tena. Hilo moja. Lakini la pili ndugu zangu, kwa sababu hizi bima ni ngazi ya halmashauri, ni waasi ndugu zangu, hizi bima zinatumika kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo bila kufuata ule utaratibu wa kupata matibabu haziwezi kukusaidia. Kwa mfano ndugu zangu, hizi bima mtakazogaiwa hapa, unatakiwa uanze kwenye zahanati iliyo karibu yako ya serikali. Ikionekana ile zahanati ugonjwa wako ni mkubwa, utaandikiwa rufaa ya kwenda kituo cha afya. Ikionekana ugonjwa wako unastahili kwenda hospitali ya wilaya, manispaa ya Tabora na hospitali ya wilaya, utaandikiwa rufaa ya kwenda hospitali ya wilaya. Ikionekana ugonjwa wako ni mkubwa zaidi, unahitaji kuonana na mabingwa, utaandikiwa kwenda hospitali ya rufaa Kitete. Ukifuata utaratibu huu, wala hakuna shida yoyote na wala utasumbuka chochote. Lakini ukikiuka utaratibu wa namna hii, ndio utaona sasa kelele zinakuwa nyingi, utaanza sema bima hii haifai, bima hii haifanyi kazi kwenye hizo hospitali. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu mtakaopewa bima hizi, fateni utaratibu wa kuzitumia hizi bima ambazo mtagaiwa hapa. Hospitali ya binafsi haifanyi kazi bima hii ambayo mtaopewa leo hapa. Inafanya kazi kwenye hospitali za serikali. Kuanzishwa kwa taasisi hiyo iliyopo chini ya mwenyekiti wake Suleiman Dennis Onesmo. Katika maadhimisho ya siku hiyo muhimu, taasisi hiyo imegawa bima 800 kwa makundi mbalimbali ikiwemo wajane, lakini pia wazee na watu wasiojiweza. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika ukumbi wa Citizen mjini Tabora, maadhimisho hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali na viongozi wa dini. Ndugu zangu,
Kwanza mimi niipongeze taasisi ya Imam Zainul Abidin pamoja na viongozi hawa wakiongozwa na mwenyekiti wa taasisi hii. Niwapongeze kwanza kwa kuanza na bima. Ndugu zangu, bima hizi ambazo zitatolewa leo zitakuwa na manufaa kubwa kwenye jamii yetu. Sasa hizi serikali imekuwa inabadilisha sera kwamba kila mwananchi kuanzia level ya chini mpaka level ya kati mpaka ya juu ni lazima uwe na bima kwa ajili ya kupata matibabu. Na taasisi imeliona hilo jambo na leo wanatoa bima 800 lakini zilizokuwa tayari ni 517. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa makundi haya ambao watagaiwa. Kitu cha pili ni waasi watakaopata bima hizi. Bima hizi nendeni mkazitumie pale ambapo unapata ugonjwa uende ukatibiwe. Usipata yani kama ulaghai, labda haumwi wewe mlengwa, lakini ukaenda hospitali, ukaenda kwenye zahanati, ukaenda ukasema unaumwa, kumbe unaenda mchukulia dawa mtu mwingine. Utagundulika na haitapendeza na bima yako itafungiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ni waasi, bima hizi tuzitumie pale ambapo unaugua ili uende ukapate matibabu. Lakini usiende ukamchukulia dawa mtu mwingine ambaye labda unaye nyumbani au jirani yako ama mtu mwingine. Utagundulika na itafungiwa bima yako, haitatumika tena. Hilo moja. Lakini la pili ndugu zangu, kwa sababu hizi bima ni ngazi ya halmashauri, ni waasi ndugu zangu, hizi bima zinatumika kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo bila kufuata ule utaratibu wa kupata matibabu haziwezi kukusaidia. Kwa mfano ndugu zangu, hizi bima mtakazogaiwa hapa, watakiwa uanze kwenye zahanati iliyo karibu yako ya serikali. Ikionekana ile zahanati ugonjwa wako ni mkubwa, utaandikiwa rufaa ya kwenda kituo cha afya. Ikionekana ugonjwa wako unastahili kwenda hospitali ya wilaya, manispaa ya Tabora tuna hospitali ya wilaya, utaandikiwa rufaa ya kwenda hospitali ya wilaya. Ikionekana ugonjwa wako ni mkubwa zaidi, unahitaji kuonana na mabingwa, utaandikiwa kwenda hospitali ya rufaa Kitete. Ukifuata utaratibu huu wala hakuna shida yoyote na wala utasumbuka chochote. Lakini ukikiuka utaratibu wa namna hii, ndio utaona sasa kelele zinakuwa nyingi, utaanza sema bima hii haifai, bima hii haifanyi kazi kwenye hizo hospitali. Kwa hiyo nimewaasa ndugu zangu mtakaopewa bima hizi, fateni utaratibu wa kuzitumia hizi bima ambazo mtagaiwa hapa. Hospitali ya binafsi haifanyi kazi bima hii ambayo mtaopewa leo hapa. Inafanya kazi kwenye hospitali za serikali. Na ndugu zangu, serikali hii mwenyekiti anafahamu kwa sababu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kaliwa. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kuanzia zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa Kitete zimeboreshwa. Nini maana yake kuboresha? Yaani huduma unazipata kuanzia ngazi ya chini. Leo hii tumekwenda kukagua juzi hospitali ya wilaya ya manispaa ya Tabora. Ina kila kitu ambapo kiko pale. Kuna wodi ya wanaume iko tayari, kuna wodi ya wanawake iko tayari. Kuna wodi ya mama, yaani wodi ya mama na mtoto iko tayari. Na sasa hizo wanamalizia chumba cha kuhifadhia maiti. Kinajengwa pale hospitali ya wilaya. X-ray ipo. Ultrasound ipo. Maabara ipo. Madaktari wapo. Kinachobaki sisi unapougua uende kwenye hizo ngazi uweze kupata matibabu. Lakini bado hata kwenye zahanati kuna maabara, kuna daktari, kuna vitu mbalimbali hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe sana tuwe waaminifu katika utumiaji wa bima,
tukazitunze, tukazitumie pale ambapo tunaugua, lakini tufate taratibu hizi ambazo nilizowashauri, ambazo ndizo zinazotumika kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini niombe na taasisi zingine kama ziko hapa waige mfano wa taasisi ya Imam Zainul Abidin kwa ajili ya kuwasaidia makundi haya ambayo yana changamoto kubwa, na ni makundi maalum ambayo yako katika jamii yetu, katika kata zetu na katika mitaa yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, na serikali sasa hizi iko rafiki sana, imeshawaambia taasisi za dini, imeshaongea na taasisi za watu binafsi, wale ambao wana uwezo wa kuweza kuwasaidia makundi ni ruksa kuwasaidia, ili sasa kuisaidia na serikali kwa ajili ya hizi changamoto ambazo zinazotokea kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niliona nigusie hilo jambo ambalo nimelisema hapa katika matumizi ya hizi bima ambazo zitagaiwa hapa. Lakini kama kuna changamoto ambazo mtazipata, kwa sababu hizo hospitali zetu nyingi ziko hapa ndani ya manispaa yetu ya Tabora, kama kuna changamoto mtazipata, basi sisi viongozi wenu ambao mmetuchagua, tupeni taarifa kwa wakati ili tuweze kuzishughulikia. Ukienda pale ukupata huduma, basi jaribuni kutoa taarifa mapema kwenye uongozi, kwenye serikali za mitaa, watatupa taarifa haraka. Mimi mwenyewe kama diwani, kitupa taarifa mapema, tutapiga simu kwa mganga wa wilaya, kwa mganga wa kituo, ili uweze wewe kuhudumiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, bima hizi ni nzuri. Mimi nimetumia na wananchi wako baadhi tuliwakatia wamezitumia. Ukifuata taratibu kama hizi zitaweza kukusaidia. Kwa hiyo mimi nimalizie kwa kusema niwapongeze taasisi hii ya Imam Zainul Abidin, lakini mpongeze sana mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti na mimi namfahamu muda mrefu sana. Alikuwa anakuja pale napoishi wakati Kanyenyera yupo, hawajahama hapa, alikuwa anakuja pale na nilikuwa naona naye miaka mingi, zaidi ya miaka 15 najiona naye huyu mwenyekiti. Kwa hiyo mwenyekiti ambaye katika maongezi ambayo tangu zamani tukaongea naye, alikuwa anapenda sana kuwasaidia watu, kwa sababu tulikuwa akifika pale tulikuwa tunaweza kuongea mawili matatu, alikuwa anaonyesha nia yake moyoni zaidi ya miaka 15 ya kuwasaidia watu, na leo hadi ameingia kwenye taasisi hii na amekuwa mwenyekiti na anatekeleza hili jambo. Ndugu zangu, tumuombee dua sana mwenyekiti, yale ambayo yanahitaji Mwenyezi Mungu aweze kumfanyia wepesi, aweze kupata, na ule wigo ambao anataka kututendea manispaa yetu ya Tabora lakini na mkoa mzima, basi aweze